Julai tarehe 9, Venus ama Zuhura imeingia in Virgo, yani kwa nyumba ya 6. Na hapo kwenye nyumba ya 6 kumekuwa na South North. So South North inasimamia kuachilia. Na Venus inasimamia nini? Abundance, fedha, mapambo, bahati, mali. So wakati huu kunakuwa na nini? Kunakuwa na themes around nini? Achilia vitu fulani ili upokee vitu ambavyo unavihitaji, kwa sababu Venus itakuwa ina conjunct ama Zuhura itakuwa ina conjunct South North, na ikiconjunct South North hapo kwa nyumba ya 6 utapata ndio wewe upate kitu ambacho kinaendana na hiyo placement ambayo Virgo iko ndani. Lazima uachilie yale makovu ya kale ili upate yale ambayo unahitaji. So wakati huu utapata kuna watu wanachanganyikiwa kati ya kuachilia na kupokea, ama wengine unapata wanang'ang'ania kwa hicho kitu ambacho tayari walikuwa wanakielewa ama wanakijua, na hicho ambacho kilikuwa kinakuja kinaondoka. Nanielewa? So wakati huu utapata kuna watu wanachanganyikiwa, je, niachilie? Maana ni kama baraka ndio hizi zinakuja, lakini sasa wewe umekwamilia kwa vitu ambavyo unavijua, kwa sababu unaona hivi nikiachilia nitafanyaje ama nitaendaje? So unazuia hiyo baraka zako, na unabaki kwenye wewe tu, badala ya Zuhura kuja kuleta mema ama kuleta mazuri wakati ambapo imeingia in Virgo. Maana nyumba ya 6 inasimamia nini? Daily routines, vitu ambavyo unafanya kila siku ambazo zinaleta usawa kati ya kazi zako, muda wako mwenyewe na muda pia wa watu ambao unawapenda, yani ambao unapata muda nao. Unanielewa? Pia nyumba ya 6 inasimamia nini? Afya yako. Pia inasimamia nini? Kazi. So Venus ikiingia kwa nyumba ya 6 inaleta nini? Inaleta bahati, mali kupitia daily routine zako, kwa sababu the moment una balance huku na unaweka pia usawa huku, unapata kuna upenyo. Pia inaleta nini? Inaleta afya yako. Kama umekuwa na matatizo left, right and center, unapata suluhisho wakati huu, unapata kusonga mbele ama kujisawazisha na kupata kusonga mbele kwa urahisi sana. And then kitu kingine pia kwenye kazi zako utapata ukikaa vyema, ukiwa umepanga routines zako vile inaeleweka, unaondoa tabia fulani ambazo umekuwa unajichanganya navyo kwenye kazi, ambavyo vimekuwa vinafanya nini? Vinatatiza energy yako ama nishati yako. Utapata Venus inaleta bahati ama baraka kwenye hiyo njia. So wakati huu unaulizwa, uko tayari kuachilia vile ambavyo vimekuwa vinazuia baraka yako ili baraka yako iingie, ama uko tayari kuendelea kushikilia na kuachilia baraka zako kuondoka? So ninaenda kuongelelea kila nyumba vile itakuwa ina affect kila nyumba. Na kumbuka Venus huwa inakaa kwenye nyumba kwa mwezi mmoja, ama wakati mwingine ni wiki 3 na nini, siku kadhaa. So kwa hii kuanzia Julai tarehe 9 hesabu mpaka mwezi iishe, ama wiki 3 ama wiki 4 ziishe hapo. Karibu kwa Agosti, na hizi ndio themes ambazo zitakuwa zina play out wakati huu. So angalia ni nini ambacho unafaa kuachilia ili kile ambacho ni chako cha haki ambacho kinaendana na nguvu yako kiingie. I hope umenielewa vyema. Aries itakuwa kwa nyumba yako ya 6 ya masuala na daily routines. Na kumbuka tuko na South North in Virgo ambayo itakuwa ina conjunct Venus wakati inaingia in Virgo. So South North inasimamia nini? Kuachilia. Venus inasimamia nini? Kuleta. So kuna vitu ambavyo unafaa kuachilia ambayo umejiunganisha kwa daily routines zako ambazo unapata haileti usawa kati ya muda wako na muda wa kufanya kazi. Ili unapata Zuhura ama Venus ambaye anaingia kwa Virgo akija akileta baraka zake, unapata kuna vitu vinaenda sawa ama kunakuwa na balance katika daily routine yako. So ukikaa vizuri utajua jinsi ya kumanage daily routine zako, utapata pia utulivu kwenye kazi zako, utapata kujua ni njia gani ama mwelekeo gani ambao unaweza kufanya ni kuenenda nayo, ambao kaleta usawa kati ya kazi, muda wako na pia muda na watu ambao unawathamini. Jaribu kuachilia vitu ambavyo vina self sabotage. Yani unapataga Aries akitaka kufanya kitu ni afanye tena, yani yenene amalize, itokee nini, fanyike nini, yeye anataka amalize hicho kitu hata kama atapata burnouts. So wakati huu itagonga nyumba yako ngapi? Ya 6. Jaribu kuangalia vitu ambavyo umekuwa unafuatilizia kwenye maisha yako ambao unapata havienendi na vile unafaa kukaa, ili uachilie, ili yale yanayoeleweka yapate kuingia, ilete nafuu. Taurus itakuwa nyumba yako ya 5 ya masuala na ubunifu. Wakati huu jaribu sana kuachilia mahusiano ambayo yana drama. Unapata mahusiano ambayo watu ni kama mtu anakupossess yani. Mtu yuko naye kwenye mahusiano lakini ni kama nguo jamani, ni kama amekununua. Jaribu kuachilia
mahusiano ambayo hayana mwelekeo haswa, ili upate mahusiano ambayo yanaeleweka. Wakati huu unaweza kupata mabadiliko katika masuala ya mapenzi na masuala ya ubunifu. Unaweza kujua mpenzi jinsi ya kupenda, watu wanapenda vipi, na yule ambaye anakufaa anafaa kuja kwenye njia gani, ama mnafaa kuingiana kivipi. So wakati huu utapata pia kujua ni vipi unaweza kufanya hizo projects zako za kazi zikathaminika, zikaeleweka. So wakati huu unapoachilia dramatic relationship, unapata mahusiano yanayofaa. Haya, Gemini itakuwa kwa nyumba yako ya 4 ya masuala na nyumbani. Wakati huu unaenda kupata mabadiliko katika masuala ya nyumbani. Jaribu kuachilia patterns zozote za vita, matatizo nyumbani, ama vitu vilivyopitwa na wakati umevifunga ndani. Huyu alinikosea, huyu alinifanyia hivi, umefunga ndani. So unapataga unaishi tu kwa kunungunika, kukwasika kila wakati na mambo na familia, vita vya ndani. Ile ukikaa vizuri utapata kuna breakthrough inakuja katika masuala ya nyumbani, na pia utapata yule malaika wa ndani at least anapata utulivu, na chochote ambacho unafanya unapata you just find peace inside of you. Hata unaweza kupata unabadilisha pia mazingira, ama kama kulikuwa na vituko kwenye mazingira ambayo unakaa, unapata pia mambo yanasawazishwa na iko sawa. Alafu unaweza kupata kama kuna vitu fulani kwenye jamii ambavyo viliridhishwa, maybe pattern cycles. Wakati huu ni wakati wa kuachilia, ili upate kufungua yule wa ndani, upate kupata utulivu ndani. Haya, Cancer itakuwa nyumba yako ya 3 ya masuala na maongezi. Kuenda kuwa na mabadiliko ya jinsi unavyoongea, mazingira unayokaa. Wakati huu unaweza kupata unajiunganisha sana na ndugu, maana nyumba ya 3 pia inasimamia ndugu zako, your siblings. Wakati huu unaweza kupata mnaongea sana, mnaelewana sana. Wakati huu unaweza kupata pia maongezi yako yanaeleweka, ili jaribu kuachilia kuongea vitu ili kupendeza watu, lakini ndani mnafunga. Jaribu kuachilia anxiety ambayo iko fiche ndani mwako. Jaribu kuachilia unaona nikinena ama nikisema hivi nitaonekana ni kama sitaeleweka, ama watu watanibeba vipi. Jaribu kuachilia hiyo. Ongea vile inavyoeleweka, ili upate kufanya kusimama kwenye nguvu yako. Wakati huu ni wakati wa kuachilia vile ambavyo havieleweki na kuingia kile ambacho kinaeleweka, ili usimame kwenye nguvu yako na upate kusonga mbele. So wakati huu unaweza kupata kama mlikuwa hampatani sana na ndugu, dada, watu kwenye jamii, mazingira yako mnapatana vizuri, lakini kama utaachilia tu kujiona ni kama nikinena hivi nitabebwaje. Unapoachilia hivyo unapata sasa unasimama kwa wewe originali. Leo itakuwa kwa nyumba yako ya 2 ya masuala na fedha. Wakati huu jaribu kuachilia kutumia fedha ili kujionyesha tu. Unataka uthaminiwe na watu, uambiwe yeye anatosha huyo. Hako sawa. Mahali popote unapoenda unataka kila mtu aseme uko poa. Unataka sasa mimi nikipita mahali nisipoambiwa hivyo basi naona sitoshi. Jaribu kuachilia eti lazima uambiwe umetosha ndio uone umetosha ama umekamilika. Kutosha kunaanza kwako wewe mwenyewe. Ila mabadiliko ambayo yanaenda kuja, unaenda kupata financial breakthrough, masuala na fedha yanaenda kuingia. Kama ni kazi ulikuwa unafanya na unapata breakthrough ya hela haiji, utapata unapenya. Wakati pia utapata kujua talanta yako kuu ambayo inaweza kukusaidia kuingiza hela. Utapata kujua kumbe nina kipawa cha uimbaji ama nina kipawa cha unenaji. Utapata kutumia hicho kufanya kuingiza hela. Virgo itakuwa kwa nyumba yako ya 1 ya masuala na umimi. Kunaenda kuwa na mabadiliko sana katika identity yako, vile unavyojijali, vile unavyojiona. Wakati huu utapata ni kama una shine sana. Wakati huu utakuwa na standard kimaisha. Nitakwambia mtu mimi pia mnaeleweka, mnaniona ninafaa. Wakati huu jaribu kuachilia kuperfect sana. Unataka sijui ukae vipi, ukiona maybe umejitengeneza alafu kitu kimetokea tu vibaya, unajinuniza basi unasema mbona ikukua hivi, mbona. Achilia perfection ili usimame kwenye nguvu yako kuu. Libra itakuwa kwa nyumba yako ya 12. Vitu ambavyo unafaa kuachilia, jaribu kuachilia vifungo vya ndani ambavyo umekuwa unavifungia. Achilia hivyo. Unafunga, unaweka pressure, yani umejifunga vifungo, mikosi, nani ulimweka kwenye roho yako, yote iko ndani. Alafu kuwa na pressure ya unataka uonekane ni kama nje unaonekana mwema, lakini ndani unanungunika, unakwasika tu. Ni kama unaona kabisa mimi kenye nafanya ni kama sijakamilika, lakini sasa nikitoka huko nje nikifanya hivi wataniona aje? Jaribu kuachilia hiyo. Wakati huu jaribu kufanya spiritual cleansing. Wakati huu jaribu pia kufanya ingia kwenye spiritual practices upate kufungua yule wa ndani. Wakati huu unaweza kupata ukijiisolate ukikaa peke yako, utapata majibu, utapata kufunguka pia. Utapata unafungua yule wa ndani. Utapata kama kulikuwa na vitu umevifunganisha kwenye moyo, unapata unavichua, unapata
unainusha nguvu zako kuu. Scorpio itakuwa kwa nyumba yako ya 11 ya masuala na nini? Masuala na vikundi, marafiki. Wakati huu mabadiliko ambayo yanaenda kuja, utapata kujulikana kwenye kazi yako, utapata kujua ni watu gani ambao wanakusupport na wale ambao hawakusupport. Jaribu kuachilia marafiki ambao hawana mwelekeo na mifumo yoyote kwenye maisha yako, ama wenye wanataka ukae sijui vipi, uende kwenye njia gani ndio uonekane ametosha, huyu yuko sawa. Jaribu sana kuachilia hiyo. Sagittarius itakuwa kwa nyumba yako ya 10 ya masuala na kazi. Wakati huu unaenda kupata mabadiliko makubwa, utapata kujua ni njia gani ambayo ukipata kutumia haswa kwenye kazi utapata ni kama inaleta nini, wewe kujulikana na unapata wewe kueleweka, wewe kuthaminika pia kwenye kazi zako. Utaacha legacy inayoeleweka. Jaribu kuachilia kujitoa sana kwenye kazi, kujiunganisha kwenye kazi hata yenye haina mfumo. Umejiweka tu kwa ajili niko kazi ama nataka nitambulikane ama nionekane ama nieleweke, wakati hapo ndani unapata haviendani na vile unavyotaka. Capricorn itakuwa kwa nyumba yako ya 9. Wakati huu mabadiliko ambayo unaenda kupatana nayo, utapata breakthrough haswa kwenye malengo yako, masuala na usafiri. Kama ulikuwa unakwama, wakati huu unaweza kupata unasafiri. Unaweza kupata pia kuna expansion inakuja haswa katika masuala ya masomo yako, ila jaribu kuachilia hizo limiting beliefs, vitu ambavyo umekuwa unaviamini tu kwa mimi siwezi fika hatua fulani, hii achilia hivyo. Jaribu kuachilia pia imani ambayo ilipitwa na wakati, achilia hiyo. Pate kufanya nini? Kupenya. Aquarius itakuwa kwa nyumba yako ya 8. Mabadiliko ambayo yanaenda kuja, wakati huu unaenda kupata kujua ni watu gani ambao unaweza kufanya kazi nao na ni vipi unaweza kupata kumanage vitu ambavyo unashare na watu. Wakati huu pia utapata kutumia nguvu yako kwa kueleweka, si kwa kutaka kujiweka kifua, nani ndio kusema, nani ndio sikusema, baba, vitu kama hivyo, vita achilia. Jaribu wakati huu kuachilia vitu vya siri ambavyo unaficha chini ya maji, kucontrol watu, uoga, nikisema hivi ama ikienda hivi ama nikionyesha mapungufu yangu ndio nitatatizika. Jaribu kuachilia hiyo. Pisces itakuwa kwa nyumba yako ya 7 ya masuala na mahusiano. Mabadiliko ambayo yanaenda kukuja wakati huu, unaenda kupata amani kwenye mahusiano yako. Unaenda pia kuelewa ni nani ambaye anakufaa, ni mahusiano ya aina gani ambayo yanafaa na wewe. Jaribu kuachilia kutaka kuokoa mpenzi wako ama kumfix, ama ni kama unakuwa kama savior kwenye hiyo mahusiano. Yaani uko kwenye mahusiano lakini si mahusiano, ni kama tu wewe ndio sasa mama, wewe ndio baba kwenye mahusiano. Wewe ndio umekuja kumsafisha huyu mtu ili ajitambue akuondokee. Wakati huu ni wakati wa kuachilia mahusiano ambayo hana mwelekeo na uingie kwenye mahusiano ambayo yana mwelekeo. I hope umenielewa vyema.